Mwaka 2007 serikali iliingia mkataba na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya kutafiti na kuja na jina moja ambalo hawa watoto wote wenye sifa za aina hiyo watatamkwa kwa jina hili moja, na ndipo tukaja na jina linaitwa watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Katika kuendelea kuimarisha mifumo ya malezi na ulinzi wa watoto, afisa ustawi wa jamii mkoa wa Dar es Salaam ndugu Nyamara Elisha amewataka wamiliki wa makao ya watoto kuacha kutumia jina vituo vya watoto yatima na badala yake kutumia jina sahihi la makao ya watoto au children's home. Ni kwa nini ndugu zangu? Ni kwamba haya hayajulikani, hawataki au wana hidden agenda. Kwa nini hawabadilishi vibao vikaitwa makao ya watoto? Kwa nini tunaita children orphanage center? Kwa nini tunaita hivyo? Shida ni nini? Ni kwamba mlikuwa hamjui au mnayo sababu nyingine tusiyoijua sisi? Kwa nini mnaita vituo vya watoto yatima? Akizungumza katika kikao kazi na wamiliki wa makao ya watoto yanayohudumia watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi kilichoandaliwa kwa ushirikiano wa Global Child Advocates Tanzania, kiongozi huyo alisisitiza kuwa matumizi ya istilahi sahihi ni muhimu katika kulinda utu, heshima na haki za mtoto. Hata asiye yatima anaweza kulazimika kutoka kwao akalazimika kwenda kwenye makao ya nini? Ya watoto au kwenye vituo vya watoto yatima. Tukabadilisha kutoka kwenye vituo vya watoto yatima, maana ndivyo ilivyokuwa orphanage center, si ndio? Tukatoka kule kurudi kwenye children's nini? Home, ni makao ya watoto, ndivyo yanavyoita. Na watoto wote walioko kwenye makao ya watoto ni watoto walio katika mazingira hatarishi, ndio sifa ilivyo. Watoto walioko kwenye makao ya watoto sifa yao kubwa ni watoto walio katika mazingira hatarishi. Sasa mle ndani ndio tutawakuta yatima, tutawakuta waliotendea ukatili, tutawakuta waliotelekezwa mle ndani, tukianza kwenda kwa mtoto mmoja mmoja. Alikumbusha kuwa makao ya watoto si makazi ya kudumu, bali ni sehemu ya muda wakati mtoto akitafutiwa suluhisho la kudumu, ikiwemo kuunganishwa na familia yake, kuhamishiwa katika familia ya walezi wake au kupitia mchakato wa kuasiliwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Yaani kuna watu hawataki watoto watoke kwenye makao yao, na ni ugomvi. Watoto hawa wataondoka kuunganishwa na familia zao. Iko wazi. Familia hazipo, sheria inatuelekeza kwenda kwenye swala la kuasili adoption. Aidha, wamiliki wa makao hayo walieleza shukrani zao kwa mafunzo na miongozo walioipata, wakisema elimu hiyo imewajengea uelewa mpana kuhusu mbinu bora za malezi, misingi ya kisheria na wajibu wao katika kuhakikisha ustawi wa watoto unaimarika. Nipende kutoa rai kwa wamiliki wa makao, wao wawe wa kwanza, mwe wa kwanza katika kuhakikisha kwamba mnasimamia haya yaliyotolewa hapa. Yote yaliyoelekezwa hapa yakiwekwa katika utekelezaji, huduma hii itaboreka sana. Mtaboresha huduma na mtapunguza baadhi ya malalamiko ambayo siyo ya lazima. Kwa mfano kwenye taratibu za kumweka mtoto kwenye makao, kumtoa, lakini sambamba na ufuatiliaji wa masuala mbalimbali. Tukishirikiana kwa pamoja, changamoto zote mlizoziibua hapa, zingine ni za kiutendaji tu, ambazo tukiunganisha mikono katika kuwalea hawa watoto, tutaweza kuzitatua kwa pamoja katika ngazi ya halmashauri kabla ya kuzileta katika kikao kama hichi. Pale mnapopata mialiko ya kwenda sehemu yoyote na watoto, tafuteni vibali. Mtapata ajali, watoto 5 watakufa, mtakuja kumtafuta afisa ustawi wa jamii. Lakini pia mtampa changamoto afisa ustawi wa jamii ya kujibu maswali ambayo yeye alikuwa haelewi na hakupaswa kuyajibu. Kwa sababu atakayeulizwa wa kwanza ni afisa ustawi wa jamii. Je, unajua hii safari? Tuwe pesi. Kutafuta kibali haichukui muda, au kutoa taarifa, afisa awe na uelewa kwamba makao fulani yameenda sehemu fulani na watoto. Ni jambo la msingi sana. Wale watoto sio wa kwako, wale watoto ni wa serikali. Kwa hiyo tujitahidi kuzingatia haya ili mwisho wa siku twende sawa. Sisi msituone wakorofi na sisi tusiwaone nyinyi wakorofi. Tunasema mkutano kazi wa leo ulikuwa mzuri sana. Tunamshukuru sana yeye pamoja na viongozi wote ambao tulikuwepo hapo, wamiliki wa ustawi wa jamii kwa kila manispaa zote 4 pamoja na jiji. Kwa kweli tumekutana
tumepata maelekezo ya kazi vizuri sana. Tunamshukuru sana kiongozi wetu mkuu kwa leo, kwa sababu haijawahi kutokea, wote akatuita na tukaongea, tukasema changamoto zetu na kutuelekeza nini ambacho tunatakiwa kufanya ndani ya makao yetu. Tumekutana na wamiliki wa makao jijini Dar es Salaam kwa ushirikiano na ofisi ya mkoa kupitia idara ya ustawi wa jamii. Lengo la kikao hiki kwanza ni kuelimishana kuhusu malezi ya kifamilia na vile kujua athari za malezi ya kitaasisi kwa watoto. Vile tumekutana sisi kama shirika, kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha watoto wanapata malezi ya kifamilia. Tumekutana na wamiliki wa makao ili kuwajuza au kuwaelimisha kuwa mabadiliko yanawezekana. Maanake mabadiliko ya kutoka kwenye malezi ya kitaasisi kwenda kwenye malezi ya kifamilia yanawezekana. Na leo tumekutana na kikao kilikuwa kizuri kabisa, na wamiliki wa makao wameweza kufundishwa na kuelimishwa kuhusu kuna njia mbadala za malezi, na makao ionekane kuwa ni sehemu ya mwisho kabisa kuwapelekea watoto. Kwa kitaalamu wanasema last resort. Na nashukuru sana kwa uongozi, kwa hiyo nafasi nzuri wametupa na kutufunza mambo mengi ambayo wametukumbusha baadhi yao. Nikiwa nimependa sana jambo ambalo wametukumbusha kwamba mtoto cha muhimu sana ni familia, na hata ukiwa umesoma aje, familia hela nyingi kiasi gani, lazima uwe na familia. Na kwa hiyo malengo makuu ya vituo au makao ya watoto sio tu wakae pale kituoni daima, ila ni kuwarudisha au kuwatafutia familia. Kwa hiyo familia ndio kitu cha msingi sana, na kama makao ya watoto lazima tujitahidi kama wamiliki wa vituo vile jinsi tutatafutia familia wale watoto, ndipo waweze kuishi na furaha siku zijazo. Hatua hizi ni sehemu ya juhudi za kujenga jamii yenye ustawi inayolinda haki za mtoto na kuhakikisha kila mtoto anakuwa katika mazingira salama yenye upendo na malezi bora. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.